Yes, hello and karibu tena kwenye kipindi kingine tena katika chaneli yetu F9 Digital. Leo nitakwenda kuzungumzia kuhusu masuala ya cyber security, ila nitabase kwenye upande wa network switch, jinsi ya kufanya basic configuration na kuweza kuilinda switch yako ili mtu asiweze kuingia bila authorized access. So, let's go. Welcome to FN90 Digital. Learn cybersecurity, ethical hacking, and how to stay safe online. Subscribe and secure your digital world. Warning: the content on this channel is for educational purposes only. Any misuse of this information is strictly prohibited. Kwa kwanza mimi sitatoa tutorial moja kwa moja kutoka kwenye switch, ila nitaonesha simulation katika hii application ambayo tunatumia kwa ajili ya kufanya simulation ya network flows au kufanya network, jinsi ya kuconnect network, ambayo inaitwa Cisco Packet Tracer. Itabidi uwe nayo kama wewe ni mtu ambaye unapenda masuala ya cyber security, unapenda kufanya network configurations na vitu vingine, itabidi udownload hiyo application. Inafanana na hii hapa, inaitwa Cisco Packet Tracer. So ngoja tufungue tuone nini tutakachokutana nacho. Kabla ya kuendelea, ningependa kuzungumzia kwanza switch. Mara nyingi kufanya configuration kwenye switch ina njia tatu ambazo unaweza access switch yako. Njia ya kwanza ni kwa kutumia console cable, ambayo yenyewe inakuwa ni physical connection, ambayo unaweza connect console cable kutoka kwenye switch yako na kompyuta yako. Njia ya pili ni kwa njia ya naweza kusema secure shell. Hii njia ya secure shell hii ni njia ambayo inakuwa kidogo iko naweza kusema ni remote access, lakini ni njia ambayo kidogo iko secured, tofauti na nyingine ambayo inaitwa telnet. Pamoja nayo pia ni remote access. Ila leo tutaangalia jinsi gani ya kuweza kuziwekea ulinzi njia zote, mtu asiweze kupata access katika switch yako, kama unafanya setup either ni ofisi ama ni nyumbani, home office, ama katika kampuni fulani hivyo mnataka kutengeneza servers na zile switches kuwekea ulinzi. Hapa tutafanya simulation, tuta add switch. Tutachagua tu hii ya kwanza, haina shida. Tukisha add switch yetu, labda tuta add na computer pamoja. Tuna simulate kwamba hiyo ndio computer. Yes. Tuta add device yetu. Hapa mostly watu wanatumia PC, sio laptop. So acha tu add computer tu ya kawaida ambazo tutakuja tutaziconnect kwa njia ya copper straight through. Tutatumia fast Ethernet 1 kwenda kwenye computer yetu, alafu tutaingia katika switch yetu kwa ajili ya configuration. Sasa tutaselect hapo kwenye hiyo switch, then tutaenda kwenye CLI switch command. Tutakuwa tumepokelewa katika menu kama hii unavyoiona katika screen kama hii. Kitu cha kwanza ambacho tuta click hapo, tuta click enter, ambayo itatupeleka kwenye mode ya kwanza. Hii mode ya kwanza inaitwa exec mode, executive mode. Hii exec mode ni mode ambayo inakuwa ni kama vile tunaweza kusema ni kama get mode. Ni mode ya kwanza kabisa ambayo utakutana nayo kwenye switch, ambayo hii yenyewe inakupa tu kufanya setup ndogo ndogo, au unaweza kusema access ndogo ndogo. Haikupi ile uwezo wa kuicustomize switch yako jinsi unavyotaka wewe. Ili kuingia kwenye mode ya pili ambayo inaitwa privileged exec mode, tuta type neno enable. Kama unavyoona ile neno switch limebadilika kutoka kwenye switch greater than sign kuja kwenye switch hash. So hii inatuonyesha kwamba hapa tulipo sasa hivi tuko kwenye mode ya pili ambayo inaitwa privileged exec mode, ambayo hii sasa hii ni mode ambayo inaweza kukupa sasa configuration zote ambazo tutakazofanya mbele, au modi zingine ambazo tutakazoingia
kutoka katika hii switch yetu, tutaanzia hapo. Ili sasa kufanya configuration zingine zinazofuata, inabidi tuingie katika global, na kuingia katika global inabidi tunaingia na command inaitwa config t. Hiyo ni kifupi cha configure terminal. Hapa utaona kwamba switch yetu imebadilisha mode, imekuja katika imeandika config. Ina maana sasa hapa tuko katika global. Ina maana katika global hapa tunaweza tukafanya setting ya aina yoyote ambayo tunataka katika switch yetu. Tunataka kubadilisha chochote, tutafanya kwenye hiyo mode hapo inaitwa configure terminal ambayo ni global. So hapa sasa kwanza tuanze kuchange switch yetu jina. Tuipe jina kwanza. Kuipa jina switch yako utatumia neno host name. Kwenye host name tutaipa jina letu, labda tuseme kwamba test. Unaona, yes, switch yetu imebadilika jina sasa, kutoka kwenye switch imekuja katika neno host, kama unavyoona hapa. Najua huwezi kuona vizuri, lakini angalia hapo, umeona imetoka kwenye switch imekuja neno host. Sasa hapa, kutoka hapa sasa inabidi tuanze kuziwekea ulinzi zile njia zetu ambazo tulikuwa ambazo mtu anaweza kuingia katika switch yetu. Njia ya kwanza ni console. Kwa hapo ili kuingia katika console tuta type line console 0, tuta click enter. So unaona mode yetu imebadilika, imeingia katika line config. So hapa katika line config sasa tutataja password kwa ajili ya hiyo console mode yetu. Kwa tutengeneza, tuandika password, alafu tutaandika labda 1 2 3. Hapo password yetu tayari imeshakuwa setted. Inabidi tu ielekeze sasa password inaenda wapi. Kwa tunataka password yetu iwe katika login. Tutaandika hapo log in. Tuta enter hapo. Tukisha maliza hapo tuta exit. Ukitumia command exit, maana yake unarudi nyuma hatua moja, unarudi kwenye mode iliyopita. Kwa tutaandika exit. Kwa tutatoka kwenye console line, tutarudi tena kwenye global configuration, global mode. Kwa hapa sasa tunaingia kwenye mode nyingine inayofuata. Tutaandika line VTY. Hapo tutaipa 0 mpaka 10, labda user tunataka kuanzia 0 mpaka 10. Sawa, tutapiga enter. Kwa hapa imetupeleka kwenye line. Ina maana sasa hii hapa imetupeleka kwenye zile configuration ambazo zitakuwa zina either mtu anaweza access kwa kutumia telnet au akaweza kuaccess kwa kutumia secure shell. Kwa hapa sasa na zenyewe pia tutaziwekea password. Tutaandika password 1 2 3. Sawa. Hapo sasa tumeshaweka password yetu, tutaiwekea katika ingie katika wapi? Tunaandika kwamba login, iweke katika login. Sawa. Baada ya kuweka password yetu kwamba ingie katika login, sasa tunabidi password yetu tuiweke katika vitu vyetu, kwa sababu tuna secure shell na tuna telnet. Kwa tutaanza transport tutaenda transport input, alafu tutaandika SSH. Hii maana yake ni secure shell. Alafu pia tuta transport tena input
telnet. Maana yake hapa tumeweka hii password, tumetransport kote kwenda kwenye secure shell pamoja na telnet, alafu tutarudi exit. Okay, kwa hiyo tumerudi tena kwenye global. Baada ya hapo sasa tukishamaliza kuzinani, kwa sababu password zetu sasa hapo haziko tunaweza kusema haziko encrypted, kwamba mtu akilani akicheck hizi running config tutaona kwa saa zote password zetu zikiwa in plain text. Kwa hapa inabidi tuziwekee ulinzi. Sorry, nilikosea kidogo. Ni service password hyphen encryption. Kwa tutaziwekea encryption zetu. Baada ya encryption kuwa completed, hapa sasa tutatengeneza bana au tangazo ile ambayo mtu akiingiza password, yani kabla hajaingiza password itamwekea pale ujumbe, aidha kama unataka kwa siku hiyo unataka kuweka ujumbe gani katika ile kabla mtu ya kuingia katika switch. Kwa hapo utaandika kwanza utaandika bana, utaacha nafasi motd, alafu utaacha nafasi, utaweka hash alama ya leli, utaandika tangazo lao kwamba authorized access only, utamalizia na alama ya leli. Kwa maana yake kwamba ili tangazo ndio litakuwa linaonekana pale kwenye pale mtu anapokuwa amewasha ile switch, anataka kuingia katika switch yako kufanya configuration. Hilo tangazo ndio litakalokuwa amekutana nalo. Baada ya kufanya hizo configuration zote hapo, kwa sababu sasa hapa bado hizi configuration ziko katika running configuration, kwa hiyo inabidi tuzisave katika startup configuration. Na kusave kuja katika startup configuration inabidi tuwe katika mfumo, tuwe katika privileged exec mode. Kwa hiyo kurudi katika privileged exec mode inabidi tufanyaje? Tutatumia command inaitwa end, kwa sababu tulisema exit inarudi nyuma hatua moja, ila end inarudi mwanzo kabisa kwenye privileged exec mode. Kwa hiyo tutapiga neno end, kwa hiyo itakuwa imeturudisha kwenye privileged exec mode, au tunaweza kusema privileged user exec mode. Hapa sasa ndio tunaweza kusave configuration zetu. Kuna aina mbili za kusave configuration. Ya kwanza ambayo ni fupi au naweza kusema ni rahisi zaidi, utaandika tu write memory. Utaandika tu write memory, yenyewe itakuwa save. Au njia nyingine ambayo utatumia kusave, command nyingine utaandika copy running -config utaandika startup -config. Itakuuliza yes you want to save your changes, utasema yes, then itakuwa imemaliza hapo. Kwa hiyo sasa hapa tu, kwa sababu tumeshamaliza kusave hii nani yetu setting zetu, kwa hiyo tutakachokifanya tutasave hizi setting zetu hapo, configuration zetu, tutaipa jina testing, tutaisave ili tuje tufungue tuone how does it run. Okay, so
tuta close hapa, tufungue tena switch yetu tuone kwamba zile configuration tulizoweka kama zimekuwa applied katika nani yetu. Okay, so hapa tunakuja kwenye open, kwenye file tuna open, then tutafungua ile file yetu ambayo ni test. Itafunguka na zile nani zetu hapa. Tuta select switch, tutakuja kwenye CLI. Tukifika hapa kwenye CLI sasa, tukiclick enter. Okay, kama unavyoona sasa tumeclick enter hapo, imetuletea password. Na kama unavyokumbuka password yetu tuliyokuwa tumeweka 1 2 3. Alafu na bana yetu ambayo tulitengeneza iko hapa, ile user yetu tumeandika authorized access only, iko hapa kama unavyoiona, authorized access only. Alafu tukishaandika password yetu 1 2 3, tutapiga enter. Umeona imetuleta kwenye user exec mode. Ila tukitaka kuhama pia kutoka kwenye user twende kwenye privileged, tukiandika enable kwa sababu imeshatupa access tayari, tuko manake tuko kwenye switch yetu. Tukitaka kwenda kwenye global pia, ngoja tuangalie config, tunaingia. Ina maana hapa sasa tumeshaingia kwenye switch yetu. Ina maana kama tungekuwa hatujaingiza password ingekuwa imetukataria kufanya configurations za aina yote. Sasa hapo umeona jinsi gani kwamba unaweza ukasecure switch yako kwamba mtu asiweze kuingia na kuweza kubadilisha settings za aina yoyote, either unafanya kazi nyumbani ama kwenye ofisi fulani. So hizo ndo basic switch configuration ambazo unaweza kutumia. So hiyo ndo ilikuwa tutorial ya leo. See you on next period. Usisahau kufollow, usisahau kusubscribe, and dondosha comment hapo, dondosha like. Kama ungependa kuna tutorial yote ambayo ungependa nifanyie kazi, weka kwenye comment, nitalifanyia kazi. See you. Bye.